ndio namsikia sema na mimi nikichana mimi. Kwa hiyo anavununa na mimi nanuna. Akitaka kucheka na mimi nitacheka. Usiniambie. Yaani wewe ukitaka kufuatana naye msifie Mpemba. Yaani yule kwenye swala la Mpemba. Ukimsema Mpemba vibaya unagombana. Umemtekenya. Ninapokuambia yule sasa hivi kazini haendi. Pesa akikusanya za wapangaji kwenye nyumba zetu zingine huko akikusanya anampa Mpemba. Akipata pesa kwenye kifusi chake Mpemba bara. Yaani ndio kazi kilichopo. Yaani Mpemba na pesa hivi kazini aenda akiamka asubuhi kwa Mpemba. Akikaa wiki arudi, anarudi baada ya siku mbili anaondoka tena. Kampa nini huyo Mpemba jamani? Mimi na yeye tujue. Aibu. Ndio ujione picha la Kihindi. Mimi sinakwambiaga na maneno yangu. Sabaleli. Safi vipi? Nashukuru alhamdulillah kwema. Kwema. Ndio mapenzi hayo. Sio shida zetu. Kweli kabisa. Wewe Nandina wewe. Kwa mapenzi gani? Wataachana. Waachane wapi wewe nawe? Mbona kama una mwanzo mapenzi yamenoga una nani? Kwa mapenzi gani bwana wewe? Kuna kitu pale. Kwanza washanitibwa mimi naondoka zangu na wewe nyumbani. Naenda kumsubiria nyumbani. Sema unatuturingishia dada. Kama hao ndio wameanza mapenzi duniani. Lakini ukisema ugombane naye yule ndugu wetu, kama unagombana na mapenzi, pale unapigana na mapenzi bila kujijua. Akusikii, aambiwi pale alipo. Kipofu kwa Mpemba. Ndio hivyo kwa heli. Mbona unaai? Asante. Mpemba wa bara huyo na vituko vya Mpemba. Aya. Pemba na mbwembwe nyingi, wevisa kibao mpaka natisha. Mtani anajiona kingi, yekabali. Wewe ndio vipi napita kwenye njia zetu kila siku tuelewi. Au tulipi hata hela wala nini? Ngoja na kufanya nini? Afu kila siku unapita pita hapa tunakukaushia tuongee kitu chochote yani. Afu kwa dai ya vitu zataka ndio uje tulipe kwa sababu gani? Tulipa tuongee naye. Aje chini mimi. Chukua viatu huko. Wewe. Tena. Achia. Kibingwa. Wewe, nani mwizi? Nani mwizi? Mimi nachukua mali zangu afu naambia nani mwizi? Nani mwizi? Naongea nawe nani mwizi? Nani mwizi? Nani mwizi? Nichukue mali zangu nichukue.
Nichukue mali zangu usichukue. Mimi ndo mwizi. Leo mwizi. Juu. Leo mwizi. Mimi na nani mwizi? Wewe si mwizi. Mimi na shepu wa wizi. Na shepu wa wizi. Na shepu wa wizi. Juu. Wewe. Leo mwizi au si? Leo mwizi. Leo mwizi na wewe chini. Leo mwizi mimi. Leo mwizi na kuuliza. Juu. Nani mwizi? Kata mimi na nani mwizi na nani mwizi? Nani? Nani? Pemba na mbwembwe. Mwenye mkuu, najua unifahamu. Mimi ndiyo Mpemba wa Bara, kutoka bwawa la Riakaya, kijiji cha Mtawanya. Najua unanifuatilia sana. Mambo yako mengi unayafanya kwa ajili yangu, na mimi nalitambua hilo. Sasa nataka unisikilize. Kuanzia hii leo, muda huu, kama utasubutu kunifuatilia tena, nitakuhamisha katika huu mji na nitakufanyia kitu kibaya ambacho hujawahi kukiona katika maisha yako. Wacha kulukutanta mantoto. Hii sasa ishakuwa mgono. Ugeni bila taarifa. Vipi? Poa mzima. Mzima, unaendelea? Niko poa kama unavyoniona. Na kuona leo umependeza. Kaida yangu Mpemba wangu. Huyo Mpemba ajambo? Ajambo. Mbona umekunja uso? Nimechoka na salamu zako. Yaani kila unavyokuja kwangu utaongea yote, lakini neno Mpemba lazima uliongee. Mimi nimechoka. Mwacheni Mpemba watu wapumzike, hatajinyata. Kwa nini lakini? Mbona umebadilika ghafla? Kumuulizia huyo Mpemba ndio maneno yote yanakuchoka? Yaani ningekuona wa maana. Siku ukanita Berina njoo nyumbani kwangu, nikaja kukanionyesha huyu hapa ndio shemeji yako. Alafu sasa mimi niwe kila siku natoa miguu yangu na kuja kwako kukuuliza shemeji ya jambo. Shemeji ya jambo, utajisikiaje? Ningeona kawaida tu. Kwa kweli kawaida, ila kwangu mimi sio kawaida. Kwa sababu nakumbuka juzi tumeonana pale barabarani, hilo jicho ulilonikata wewe na Zuu, sina hamu. Kwa hiyo ninajua kabisa kwamba nyinyi ni wanafiki. Amna lolote, na sitaki muongelee mwanangu wangu. Sitaki. Na ninajua huu mguu ulikuwa unakuja huko kwao. Na sikukaribisha. Urudi ulikotoka na mimi naendelea na safari zangu. Siku nyingine jipange kistaarabu kabisa kuja hapa. Uje mpaka unaondoka, usimzungumzie Mpemba. Ni onyo. Kwa hiyo unaua udugu kwa ajili ya mwanaume huyo. Mpemba wa Bara huyo. Na vituko vya Mpemba. Aya. Pemba na mbwembwe nyingi, wevisa kibao mpaka natisha. Mtani anajiona kingi, ye kabali yao anakinukisha. Usiombe akikuchamba, pateni anatoa namba. Anajiona mwamba we. Kama
Gadu naye msera mavi, kupukutisha mbele za watu wawazi. Wanamwita mtu kazi, vipi achague kazi na yeye ana kazi. Ana miliki jeshi, mvumbi kitimtimu, jana wameba kesh, leo wameba simu. Oya Ngadu kudadeki, ichizi mwendazimu, akilenga kwepeshi, ichumvi kati wa ndimu. Mwenye mkuu, sisi mguu huu ni wa kwako, tunakuja kilingeni kwako. Sasa tunakuona una vifurushi mkononi, haya unaelekea wapi? Nashindwa hata nianzie wapi. Lakini niwaambie tu ukweli. Kazi yenu ni ngumu sana. Kiasi ambacho inaniradhimu nirudi mzimuni. Kwa hiyo hivi ambavyo mnavyoniona naelekea mzimuni. Mwenye mkuu, mzimu huo mzimu gani? Wewe ulituambia pale kuna mzimu na kila kitu. Haya leo mzimu huo unaofuata wapi? Wewe usitake kuongopea, na sisi wote ni watu wazima. Hakuna talo kwa mtoto mdogo. Kama kazi imekushinda, bora uturudishie chetu. Sio tumeelewana? Lete sasa hapa. Wacha kuru kutanta mantetele. Mama, huna unachokijua. Laiti kama hichi kichwa changu ningekubebesha wewe, sijui ungelikuwa na jibu gani la kunijibu mimi. Ukweli wote mzee wangu na ufahamu mimi. Hakuna yoyote yule anayeufahamu huo ukweli. Ila tu niwaambie, Mpemba si mtu mzuri. Nafsi bado inatawala katika hii dunia. Na hivi ninavyozungumza na nyinyi, muda mfupi uliopita amenitokera. Amenambia mambo mengi sana. Sasa lazima nikajipange. Tushangaika sana kwako, unatuongopea. Njooni kesho, njooni kesho kutu. Njooni baadaye, njooni baadaye. Sisi tushachoka na matatizo na maisha hayo. Ndio maana tunakwambia kama kazi imekushinda baba, tusifikishane mbali. Bora tugee chetu, tujue wapi tunaenda. Mke wangu, kuchanika kwa jamii sio mwisho wa maongezi. Mimi alichoongea mwenye mkuu nimemuelewa sana. Kwa hiyo achana nacho. Tutajua namna ya kufanya. Ni mtu wa dini, makuzi na mwanae hataki upo makini. Mzee Zumai muumini, muda wote anawahi akauki msikitini. Ana mambo ya wanawake, Mzee Zungwa Zumai. Fatuma ndo mke wake, Mzee Zungwa Zumai. Takaona upande wa pili wake, Mzee Zungwa Zumai. Mchanganyi vibao kuna se, Mzee Zungwa Zumai. Mpemba wa bara huyo, na vituko vya Mpemba. Bwana mdogo, nimekuona muda mrefu sana unifuatilia. Labda nikwambie kitu. Hayo maisha unayotafuta utayapata. Lakini unajua kwamba yatakuwa ni maisha magumu sana kwako. Kwa sababu hii dunia kuna watu hata siku moja uwezi kujua wako aina gani. Lakini kupe tahadhari tu. Hilo nalo litafuta utalipata. Na utapotea katika dunia. Wamepotea wengi. Kulikuwa na watu mashujaa wengi sana wakubwa. Na leo katika dunia wapo. Utakuja kwa takataka wewe. Jihadhari na maisha unayotafuta. Sasa labda nikwambie. Unachonifuatia mimi nimeshakifahamu. Niambie sasa, unataka simu au unataka pesa au unataka ile begi?
au unataka vyote vitatu nikupe? Kwa sababu nimeona kwamba ndio shida yako. Niambie. Mbona umenyamaza? Kuna watu wengine wa kufuatiliwa, lakini sio wewe kama Ramadhani. Kama mji wote anifahamu, utapoteza maisha yako kwa upumbavu wako. Dunia ya dawa ni mambo mashujaa. Ogopa sana dunia, utapotea kijana. Katafuti kazi ya kufanya, kwa sababu sasa hivi una nguvu, ni shujaa. Moyo wako unakuruhusu, katafute kazi ya kufanya, lakini hiyo kazi unaifanya utapotea, mdogo wangu. Ndugu yangu, mimi nina maongezi na wewe. Unajua siku mbili hizi sikuelewi kabisa, na kuna jambo nataka nikuulize. Nahisi hauko sawa na sijui tatizo ni nini. Naelewa mara kadhaa huwa tunapishana, lakini naona hii imezidi na sijui shida nini. Kwa hiyo nilikuwa naomba kama unahisi kuna tatizo lolote au nimekukosea sehemu, naomba unisamehe. Unajua mimi ni binadamu. Lakini awali ya yote nilikuwa naomba kujua, ni kama nimekukwaza sehemu yoyote, naomba uniambie. Sifurahi kabisa ya maisha tunayoishi sasa hivi, kiukweli kabisa. Wala tu sio na shaka, sio na wasiwasi wala nini. Mimi nipo sawa. Yaani naweza nikasema ni mawazo tu ya kawaida kibinadamu na ni yangu binafsi, wala hata ina haja kukwambia wewe. Kuhusu kunikosea, Malkia Mtukufu, kweli upo sawa, wala hujanikosea chochote. Una uhakika unachokiongea? Ndio, mimi nipo sawa, wasiwasi wako tu. Ndio. Ila nakupa nafasi kwa mara nyingine. Kaa jifikirie, huenda labda unashindwa kunijibu kwa sasa hivi. Kama ukipata muda wowote, kama unaweza kunieleza kero yako, nipo tayari kusikiliza. Maana nakuona kabisa hauko sawa. Na hizo unanijua tu vizuri, lazima ningeongea. Ila ukiona mpaka nimenyamaza, basi hakuna kitu, kwa na amani. Ujio wa Mpemba humu ndani haujakuumiza? Kwa mfano nikisema mwenye kwanza, kitabadilika nini? Inanibidi nizoee. Mmenengeneka wewe leo. Sasa mmeingia kwenye mikono ya Ngadu akili sifuri, sura ya mama mfalme wa Masela. Haya, siku ile kwa nini mmenikimbia? Ongea na nyinyi, kwa nini mmenikimbia siku ile? Tulikuwa tunafanya mazoezi. Nyinyi ndio mlikuwa mnafanya mazoezi? Njoo tufanye mazoezi hapa. Njoo tufanye mazoezi. Nikisema chini kaeni chini. Wewe kaa hapa wewe. Unaona vika huko hivyo vidude ndio nini? Weka hapo. Sasa jiji. Mlinikimbia kwa nini? Unafanya mazoezi. Mlikuwa mnafanya mazoezi? Ndio. Nyinyi mnafanyaga mazoezi? Ndio. Sasa hapa nataka tufanye mazoezi yote kwa pamoja. Nataka tufanye mazoezi yote? Wote? Kwa pamoja. Wote? Pamoja. Tunafanya mazoezi yote kwa pamoja. Nikisema juu, juu. Nikisema chini, chini. Nyinyi si mlikuwa mnafanya mazoezi?
tunafanya mazoezi sasa. Tunafanya mazoezi leo. Tunafanya Mazoezi. tunafanya nini? Mazoezi. Tunakaa. Njoo wewe, njoo. Wewe njoo wewe. Hivi ni blaza. Wanaambia vipi tena? Wewe unaniambia mimi vipi wewe?